Well, you know the problem with democracy. I don't think there is any country in the world which does not call itself democratic. All countries in the world call themselves democratic. It's a matter, first, of definition, I think mainly of definition and of what we regard to be the essentials of democracy. We certainly ourselves regard ourselves as democratic. We understand why countries used to the multi-party system don't believe that a one-party system can be democratic, or are rather suspicious of the one-party system. We can't, frankly, convince them by sheer argument, philosophical argument, that this is possible. Perhaps the best thing is actually to see this thing in practice. What are the essentials of democracy? The essentials of democracy are that individuals should feel unharassed, that they are actually free in their society. Individual, this is the most essential thing. I never see why an individual should not feel free because of a machinery of election. And the two-party or the one-party is really basically a machinery of election. The second one, when it comes to machinery, is that an individual should feel a true choice of the people he wants to represent him in a government where it's no longer possible for people individually to participate in the government, that you have to select individual representatives. Now, sometimes you select parties, sometimes you select individuals. Now, frankly, I don't see why the thing cannot be democratic, simply because sometimes you select a party, which is what the Western countries usually do, and in our own case, you select an individual, the party being given, the party policy being given. So, this is the kind of election we went through the other day, and we honestly believe we are independent, and we really ask the old countries at least to be democratic enough, to have a free mind, and to study the new experiments which are taking place in the rest of the world, and this experiment which is taking place in our ambao unaendelea kuhusu taratibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nafahamu kwamba Zitto anafahamu kanuni vizuri sana, lakini nafahamu kwamba Zitto ni mtu mwenye uwezo mkubwa wa kusoma vitu vingi, na anafahamu kwamba hili analojadili haliruhusiwi kujadiliwa huko, na kwamba anazungumzia swala la usalama wa taifa ambao hawezi kujadili huko. Lakini pia Zitto anautuhumu usalama wa taifa kwamba umeshiriki kukamata watu. Je, anaweza akalithibitishia bunge hili? Kwa sababu anafahamu kwamba nimekosa kufanya vitu tabu, lakini anasema imebidi tuvuke mipaka, na sasa anauingiza usalama wa taifa katika kuutuhumu kwa jambo ambalo sina hakika kama anao ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo mimi nimuombe tu Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa ruksa yako, ni kwamba Zitto alete ushahidi wa kulithibitishia bunge hili kwamba usalama wa taifa ndio waliomshikilia bendi sana. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Taarifa Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba ni taarifa. Mheshimiwa Bashe. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe taarifa Mheshimiwa Simbachawene waziri kwamba mimi Hussein Mohamed Bashe nilikamatwa na maafisa wa idara ya usalama wa taifa. Acheni unafiki! Acheni unafiki! We are all Tanzanians in this country. Hamjawahi kunyanyaswa nyinyi. Acheni, mimi ni mwana CCM. I don't care mkitaka nifukuzeni ubunge. Mimi nimekamatwa na usalama. Nimeonewa in this country. Acheni unafiki. Tunavumilia mambo mengi. Asante. Mheshimiwa Bashe, mshaeleweka. Asante. Mheshimiwa Bashe, mshaeleweka. Asante. Mheshimiwa Bashe, mshaeleweka. Asante. Mheshimiwa Bashe, mshaeleweka. Asante. Mheshimiwa Zitto. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Zitto. Mheshimiwa Zitto, kuepuka kidogo.
muda wako tutakupa. Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Zitto, kaa kidogo. Kufuatana mjadala wako na kuanza kuzungumzia habari ya kiti. Kiti kilishachukua maamuzi ya kuchukua jambo hili na kulipeleka mbele, likajadiliwa kwa kina kabisa ndani ya bunge lenyewe kwenye uongozi huko. Sasa sijui unalalamika kitu gani? Ulitaka hapa watu mwanze kuimba tu bila kuwa na jambo lote? Haya, endelea. Mwenyekiti, mimi nimetoa taarifa kwa mujibu wa kanuni ya 120 ya kuunda kamati teule, na ndio taarifa ambayo inapaswa kufanywa kazi kwa mujibu wa kanuni. Pili, nataka nimkumbushe George, anafahamu. George ni rafiki yangu, ni ndugu yangu, yani ndugu yangu kabisa. Waliokwenda kuvamia Clouds Media ni kikosi cha ulinzi wa rais, na ninaweza kuthibitisha. Aliyemtolea bastola mbunge wa Mtama ni afisa usalama wa taifa, na ninaweza kuthibitisha. Kwa hiyo kama bunge linaweza likaunda chombo cha kutaka nikathibitishe hayo, niko tayari kuthibitisha.